Nchini Tanzania, shirika la Haki Elimu limekuwa likifanya jitihada kubwa katika kutetea elimu bora hususan kwa mtoto wa kike kulingana na changamoto anazokutana nazo. Aidha, mashirika kama Msichana Initiative pamoja na Campaign for Female Education Tanzania, yani CAMFED, yamekuwa yakiunga mkono jitihada hizi. Msichana Initiative ni shirika linalofanya kazi ya kuchechemua masuala ya usawa wa kijinsia hususan kwenye eneo la elimu, kuhakikisha kwamba watoto wa kike wanapata elimu itakayoweza kuwasaidia kujitambua na kutimiza malengo yao. Tumeweza kuanzisha majukwaa yetu yanaitwa Msichana Cafe katika kata 74 katika mikoa minne tunayofanya, mkoa wa Pwani, Bagamoyo, mkoa wa Dodoma, wilaya ya Bahi na Kongwa, mkoa wa Tabora, wilaya ya Nzega na mkoa wa Dar es Salaam, ambayo yanahusisha watu kutoka makundi tofauti tofauti wenye umri tofauti tofauti ambao tunawapa elimu na wao wanakuwa champions wa mabadiliko katika maeneo yao, ikiwemo kutokomeza ukatili wa kijinsia unaotokana na mila na desturi. Kumsaidia mtoto wa kike kuweza kupata elimu ndio kitovu cha shirika la CAMFED. Moja ya changamoto za hawa wasichana kurudi shuleni ni namna ambavyo yeye atarudi, lakini ataendelea kukidhi mahitaji ya mtoto wake ambaye anamtegemea. Kwa hiyo pia kumsaidia kuwapatia elimu ya biashara. Inawasaidia kuanzisha biashara ndogo ndogo, akaendelea kukidhi mahitaji ya mtoto wake. Pia kuna ile changamoto, aliacha shule akarudi akaacha tena kwa mimba nyingine, aweze kuepukana na mdondoko wa mara ya pili kwa kupata elimu ya afya ya uzazi. Kila safari ina milima na mabonde. Simulizi fupi kutoka kwa baadhi ya wasichana waliokatisha masomo na kufanikiwa kurejea tena. Tarehe 4 mwezi wa 4 ilikuwa siku ya Alhamisi. Nikahisi hali tofauti. Nikaenda hospitali. Kufika hospitalini kupima, nikakutwa na ujauzito. Na mimba hapo ilikuwa kama ina miezi 3. Yule aliyenipa ujauzito akaniambia tutoroke. Tukakimbilia Mwanza. Baada ya kupata ujauzito, nikaambiwa niandike barua na walimu wangu wakanifanyia mpango wa kuendelea na shule pale pale. Nikasajiliwa katika program ya QT wale. Nikarudi shule kuendelea na masomo. Serikali ilitoa mwongozo wa kuhakikisha kwamba wale watoto wa kike ambao walipata ujauzito wanaweza kurudi shule. Kwa Msichana Initiative inahakikisha kwamba inaunga mkono jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba inawasapoti wale watoto, ikiwemo msaada wa kisaikolojia kuweza kuwaweka katika hali ya wao wenyewe watamani kurudi shule na kupingana na ile unyanyapaa. Kwa mpaka sasa tumeweza kuwasapoti watoto zaidi ya 400 ambao walikuwa nje ya mfumo wa elimu waweze kurudi na kuendelea na masomo yao. Changamoto nyingi, hasa ikiwepo nyumbani. Nyumbani ni kikwazo kikubwa. Kosa lolote likitokea, linaangukiwa mimi. Wewe ndio chanzo, unawafundisha nini wadogo zako? Yaani nakuwa natamani kukata tamaa, lakini nikimwangalia mwanangu nasema naandaa kesho yake. Kama shirika ambacho tunajivunia, unajua sio kitu kirahisi kwa mtoto aliyepata changamoto ya mimba ama ndoa za utotoni kukubali kurudi shule kutokana na jamii yetu jinsi ambavyo tunaiona ilivyo inapomchukulia mtoto wa kike na hususan akipitia changamoto kama hizo. Kwa mfano mwaka jana tulifanya tathmini ambapo 62% ya wale watoto waliopata baisikeli wanaonekana wamefaulu kwa division 1 mpaka 3. Ni kitu cha kujivunia na kinatupa mwanga kwamba huko mbeleni mambo yatakuwa mazuri. Kwa ushiriki wa jamii ni muhimu zaidi sana kwenye swala lazima la ulinzi na usalama, kwa sababu pale ambapo mtoto anapokuwa nje ya mazingira ya shule, jamii inahusika kumlinda. Tunaweza kuja pamoja na kuangalia zile changamoto ambazo zinazuia mafanikio ya elimu kwa mtoto wa kike na kuisaidia serikali kuzitatua. Msichana Initiative kwa msaada wao umenisaidia sana kuendelea na masomo, ambapo kwa kawaida singeweza. Pamoja na changamoto zote nilizopitia, kubeba ujauzito na ndoto za kuja kuwa daktari baadaye. Tunajua katika jamii yetu wasichana wanachukuliwa kama viumbe dhaifu. Na kwenye ndoto zangu, yani mimi natamani sana nije niwe polisi.
ili kuja kutetea haki za wasichana au wanawake. Jamii imtambue mtoto wa kike, imthamini mtoto wa kike kama ambavyo inamthamini mtoto wa kiume, kwa sababu kuna ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba mtoto wa kike akisaidiwa anaweza kufanya vizuri, akawa msaada kwake mwenyewe, kwa familia yake, jamii, nchi yake na dunia kwa ujumla. Elimu inayozingatia usawa wa kijinsia inawezekana.